Asante, asante. Nakushukuru mtu mkubwa, na wasalimia wote mlioko hapa. Mimi nadhani tunapozungumza hapa tunahitaji busara ya aina fulani, kwa sababu kosa la mtu fulani linaweza likawa na madhara kwa jambo lote tunalolifanya wote. Kosa dogo sana la mtu mmoja linaweza likaleta madhara. Sasa nashukuru mmeweka ile clip. Nimemsikiliza aliyezungumza kwamba Chadema haiandai maandamano. Niliuliza swali hapo kwenye sehemu ya message, lakini nadhani hakuna aliyeona. Kwa bahati nzuri nikaja kusikia hiyo clip. Mimi sidhani kama Chadema imetoa tamko. Kuna hatari ya kuhukumu Chadema kwa kauli ya mtu mdogo mmoja ndani ya Chadema. Nasema kuna hatari ya kuhukumu na kugeneralize. Kwenye philosophy kuna kitu kimoja kinaitwa generalization, na madhara ya generalization yanaweza kuwa ni makubwa tusipokuwa waangalifu tunapokuwa na harakati zetu hizi. Kwa sababu ukigeneralize ukakondem Chadema yote, unaweza ukawa unatengeneza chuki na hata na wale ambao wako na wewe. Kwa hiyo ningependa nitoe tahadhari katika kipindi hiki, tuepuke sana generalization, tuepuke sana kutoa matamko ya jumla, tuepuke sana kugawa watu. Tuna mazingira tofauti. Wengi wetu tulio kwenye mtandao hatuko kwenye ground. Walioko kwenye ground wanajua mazingira wanayokumbana nayo, na hata kauli zao zinaendana na mazingira wanayokutana nayo on the ground. Kwa kuwa nimekuwa ground, ninajua hata mazingira saa nyingine mwisho wa mkutano mnatafutana muende kulala wapi. Sasa mazingira hayo kwenye mtandao hatuna. Sisi tutaamka tu, tutatamka. Kwa mimi naomba embo tuwe understanding katika vitu hivi, tuwe wavumilivu, tuangalie kwanza na tupime madhara yaliyotokana na hiyo kauli. Na tuipime, je, kauli hiyo imeleta madhara kiasi gani? Mengine ni ya kupuuza tu. Wangapi tunayapuuza? Mengine ni ya kupuuza tu. Kwa sababu ukishajua tamko limetolewa katika mazingira gani, na ukipima kwamba likipuuzwa halina madhara, huna sababu ya kuliongea. Ukiona kwamba lina madhara fulani, basi ni lazima kutafuta namna ya kuredress yale madhara. Walioko kwenye ground, mimi najaribu kila wakati kuwasikiliza angalau viongozi wakuu. Sijasikia tangu hii mikutano ilipoanzia awamu hii, sijamsikia kiongozi mkuu wa Chadema ambaye ametoa tamko kinyume na maandamano. Sijamsikia hata moja. Lakini lazima tujue pia configuration ya mikutano ile inakuaje. Na tujue pia ni kwa nini watu wale wanaopelekwa kwenye mikutano wanapelekwa. Sisi tuko nje, hatujui kwa nini wanapelekwa. Lakini wanaopanga hiyo mikutano kuna vitu vingi sana wanafikiria. Usifikiri Chadema inapenda tu kupeleka wingi wa wale wanaokwenda kwenye mikutano ya hadhara. Kuna mambo mengi sana ambayo mengine hata siwezi kuyasema hapa kwenye ukumbi.
kwa sababu ni mambo ya viongozi katika mipango. Kwa mimi ni washauri tu, hebu tuvumiliane. Mapambano yanahitaji kuvumiliana. Mapambano yanahitaji kujengana. Na kama mtu ana jambo amelisikia, si lazima liende hewani. Anaweza kutafuta kwanza, hivi hili jambo limesemwa kwa bahati mbaya, kwa makusudi, kwa lengo gani? Mimi nimeuliza kwenye message kwamba jamani, ni kiongozi gani ametoa? Je, niliogopa kama angetoa Heche tamko, kama angetoa mwenyekiti wa Zanzibar angetoa tamko, angetoa tamko katibu mkuu wa chama, mimi ningesuka. Lakini kama tamko limetolewa na mtu mmoja tu, na mimi ninajua configuration ya mikutano hiyo ya hadhara inakuwaje, na kabla ya kwenda kwenye mikutano, je, wanakaa pamoja wanafanya semina fulani, au mtu anakuja tu anaona kwamba niko mahali fulani? Na safari hii kama mmeona wamefanya mkutano wa pamoja na Chingwea, lakini baada ya pale wamegawanyika. Sasa katika masura ya namna hiyo ambapo kila mtu anaamka na neno la kutoka yeye mwenyewe, ambapo anategemewa kiongozi awe ni mjumbe wa kamati kuu, awe ni mjumbe kwenye baraza kuu, au ni mjumbe ni mwenyekiti wa kanda, wanategemewa kuwa ni watu wa busara. Lakini busara haiko daima. Sio wote tuna busara kwa wakati moja, na sio wote. Mimi naomba sasa hivi ni wakati wa kuunganisha nguvu. Tusitafute mambo ya kutugawa na kututenganisha. Kama kamati kuu ya Chadema ingetoa tamko la kwamba hawafanyi maandamano, mimi ningestuka sana. Lakini sijasikia kwa kamati kuu, sijasikia kiongozi yoyote mkubwa. Nachosikia lugha inayotumika ni lugha ile ile ya kwetu, japo kwa namna tofauti, kwa mazingira ambayo wapo, kwa sababu wale wanaangalia mazingira. Kwa mfano, unapokuwa Mtwara, sijui kama mnajua, maeneo yote ya Mtwara na Lindi, hata lugha ya kuhutubia inabadilika. Sijui kama mmegundua hilo. Sasa hiyo ni mbinu ya watu walioko ground, wanajua kwa nini lugha yao inaendana na eneo ambalo wako. Na mtu yeyote aliyezoea kuhutubia kwenye hadhara ana vitu vingi sana vya kupima. Message gani upeleke kwa watu wa mahali gani? Sikubaliani na yule aliyetoa hiyo kauli, lakini busara, si kila mtu ana busara inayofanana. Kwa hiyo mimi nafikiri hebu tuvumiliane, tupime madhara yatakayoletwa katika siku moja mbili na hiyo kauli. Tujaribu kurekebisha kama kuna madhara yatakuwa yameanza kuletwa na hiyo kauli, japo hapo ndio sababu ambayo tutafuata kukasirika. Sisi tunakesha hapa, alafu mtu mmoja anaenda kuvuruga tu kwa sekunde chache, anaivuruga, lazima tukasirike. Ni kweli, naelewa hasira ya Ruge, lakini nikijaribu katika upana wa approach ya kisiasa, nadhani ningetamani kutumia approach tofauti zaidi katika mazingira, na hasa katika kipindi ambacho tunacho sasa hivi. Na kushukuru sana Mama Goshen ametaja kitu, na hiyo lazima tukifanyiwe kazi, kwa sababu kuna wakati tunajua watu wa upande wa pili walituuza kwa sababu walimlinda mtu wa kwao. Walituuza wazi wazi kwa sababu walimlinda mtu wao. Kwa ni lazima, sisemi tufumbie macho hayo tunayoona, lakini namna gani tuyapigie kelele, nadhani tunahitaji kutumia utaratibu tofauti, ili tusije tukaleta madhara makubwa zaidi kuliko yale ambayo yanaweza kusababishwa hata na hiyo kauli. Na labda tunahitaji hata kutathmini kama aliyetoa ana impact gani
katika eneo alilokuwepo akatoa kauli, impact yake ikoje? Kuna mtu mwingine anaweza kutoa kauli lakini halitaingia hata kwenye sikio la mtu hata moja. Hivi saa hizi ukiongea kwamba tuiachie serikali ya Samia iendelee, kuna Mtanzania ambaye atakusikiliza? Kama haitasikilizwa, kwa nini sasa, hata kama wameisema kwa namna ambayo kutufurahisha, kwa nini tumseme tukajigawa sisi wenyewe? Mimi ilikuwa ni busara tu ya uzee ambayo inaniambia sawa, hicho mnachosema nimekisikia, si kipendi, kwa sababu ningependa kwamba kama Watanzania tunataka kufanya jambo la pamoja kwa wakati moja na kwa siku moja au kwa muda ambao tumekubaliana, basi tuwaunganishe watu badala ya kuwatenganisha, tuwashawishi watu badala ya kuwakatisha tamaa. Sasa it's very unfortunate huyo aliyetamka, bahati mbaya sijajua jina lake exactly ni nani. Najua kwamba kwenye ziara kuna watu kutoka pande zote mbili za muungano, na kwa kawaida kuna kuaga na wenye viti wale wa mikoa na wakanda. Sasa sijaweza kupata jina lake exactly, nitaendelea kulifuatilia, lakini nikishalijua hilo nitaenda kufanya sasa utafiti wa ndani, kwanza kujua ni nani, historia yake ikoje. Nikishajua historia yake nitaweza labda kufanya conclusion fulani, na labda kwa mwanzoni wala sitaiweka hadharani, lakini nikiona pia kama yeye katika mizunguko yote iliyofanyika impact yake ikoje, nataka kujua na impact yake, kwa sababu kwenye ziara mnaweza kwenda watu 20 lakini sio wote wana impact. Watanzania wa leo sio watu wale wa miaka ya Mwalimu Nyerere. Watanzania wa leo kuna watu wengine hata kuwasikiliza ukisimama tu, hata kukusikiliza hawakusikilizi. Sasa sisi tutatoa kauli dhidi ya chama kizima kwa ajili ya tamko la mtu ambaye labda hata katika mkutano mzima labda watakaosikiliza ni wale ambao kwa namna moja au nyingine wana vinasaba naye. Sasa kwa nini sisi tugawe umma wetu wote kwa ajili ya mtu mmoja katoa tu jambo moja, whether alilifikiria, whether katumwa, whether hakutumwa, ni mtu tu ambaye carelessly ametoa tu tamko fulani. Mimi nadhani tuende zaidi katika sura ya namna hiyo. Unapojenga unakutana na vikwazo vingi vya namna hiyo. Ukomavu utapimwa kwa jinsi sisi tunavyoweza kuwatolerate watu wetu, hasa kwa kutambua madhara yao ni kiasi gani. Mtu ambaye hana madhara saa ingine ni wakupuuza tu. Tamko ambalo limetamkwa na kwenye mkutano watu wote huo, labda kuna watu kama labda 1000, kama unafikiri madhara hayaendi kwa watu 10, 20, labda hata 30, wala una sababu ya kumzungumzia, unaachana na huyo mtu. Mimi nadhani tukijifunza hivyo tutakwenda kwa pamoja, na tunahitajiana engo mbalimbali. Tunahitaji kila watu kwa namna yao kuhamasisha haya maandamano na kushughulikia haya maandamano, kwa sababu maandamano ni haki ya Watanzania, ni haki ya kikatiba. Labda hata huyo mtu hajui katiba ya Tanzania inasema nini, labda kwa sababu katumwa au kapewa kitu au kaahidiwa, kwa sababu hayo sio mapya katika siasa za Tanzania. Unaweza kuwa na timu ya watu wanaahidiwa. Kwani watu si wameondoka katikati ya mapambano wakaondoka kwa sababu wana ahadi fulani? Kwa mimi nadhani tuangalie the bigger picture, tujenge zaidi kuliko kutengeneza vitu ambavyo vinatugawa. Vinatugawa saa ingine ni vidogo sana na vihitaji time yetu, kwa sababu tuna mambo mengi sana makubwa ya kupanga kuliko kudili na mtu ambaye impact yake labda ni watu 5 tu kwenye mkutano mzima. Sasa hizi ni experience ya mzee ambaye labda na uzoefu wa siasa, lakini najua kwa harakati zinaumiza, kwa sababu
hutegemei hata mtu mmoja akuvute nyuma. Tunapanga, tunatumia nguvu kubwa, tunatumia rasilimali watu, tunatumia rasilimali fedha, tunatumia muda wetu mwingi, lakini mtu mmoja kwa tamko moja tu anaweza kutuvuta nyuma. Inaumiza sana, inaudhi sana. Kwa hiyo na mimi sio kwamba sikasiriki, lakini najaribu kuangalia, nachukua mizani, na katika mizani nikiweka kila kitu pamoja, najaribu kuona kipi kinaniumiza zaidi au kipi ambacho kina madhara makubwa zaidi kwenye kozi yetu. Sasa hivi mimi naona kuikemea Chadema yote madhara ni makubwa, kwa sababu ukikemea Chadema yote hata wale ambao wataona kwamba kumbe sisi tunasemwa kule. Hakuna binadamu anayetaka kusemwa kwa ubaya, hakuna binadamu anayetaka kukemewa kwa sababu yoyote ile. Kwa hiyo tusipende kumchukiza yoyote kwa sura yoyote ile, lakini tupende kuunganisha zaidi, na busara ya kuunganisha zaidi saa ingine unatafuta kuvumilia, na hata kama ukivumilia ukiona madhara ni makubwa, unapenyeza neno kwa mtu kama Twaha. Ona, embu angalieni, kuna watu wetu hawa na hawa na hawa na hawa wanatuharibia, wazuieni hata kupanda jukwaani. Tuna mbinu za kufanya hivyo, badala ya kuleta madhara kwa umma mpana, ambayo madhara yakishatokea hatuwezi kuyarudisha nyuma. Mimi naomba niishie katika hilo, baadaye nitaongea mengine. Hata haya yanayoendelea mabaya ambayo upotoshwaji wa kila aina unafanyika. Waziri wa mambo ya nje kila wakati anatoa ufafanuzi, hajui kwamba sisi hatuhitaji ufafanuzi wake. Kama ni Kiingereza tunakielewa, tumejua ndani ya bunge la EU wamezungumza, wengine hata lugha original walizozungumza tunazijua. Sasa unanifafanulia mimi, unanifafanulia nini? Mimi nadhani ujinga watu wa CCM, awe rais awe waziri, wasipoacha huu ujinga, hatimaye tutashindwa kuwavumilia. Naomba niachie katika hatua hiyo, katika sura hiyo kwa hatua ya sasa. Asante sana. Baba umeongea vizuri sana. Yani hapo ni busara, kama ulivyosema, busara itumike, na umetumia muda mwingi. Maslombe, ngoja mara moja kidogo niweka hapo kitu sawa. Mnaona, unajua kuna watu wengine huwa wanakuja kichwa tu, ubongo kishamwagika. Sikiliza nikwambie, platform iliyotumika kusogeza hicho kitu mbele ni platform ya Millard Ayo. Usiongee, usiandike kitu kama ukijui. Tunaongea kitu ambacho kimeshawekwa hadharani, kimeshaenda kwenye jamii. Swali ni je, huwezi kutumia platform ya chama kuongea kitu namna hiyo? Hujawahi kushirikishwa, utakiwi kuongea neno hilo mbele za watu. Hujui kinaenda kwa watu wangapi. CCM anatumia kila aina ya mbinu. Na mimi tunamheshimu mzee wetu Dr. Slaa, ni mlezi wetu hapa. Hujui kupeleka impact gani kwa watu. Unajua mimi nimeitoa wapi? Kuna watu wamenitumia Kakaruge, tunafanya huku kwa nguvu kubwa, tunajituma. Angalia haya. Sasa hujui imeenda kwa watu wangapi. CCM anatumia kila aina ya mbinu. Ndio maana tunasema kuna watu wengine madiaspora hapo, wengine sijui wana upumbavu kwenye ubichwa, sijui na kitu gani wazee. Wewe huwezi kusema unapenda Chadema kuliko ambao sisi tumepigia wajumbe. Mimi upigia wajumbe usiku mkucha na mchana, tunahesabu kula kwa macho yetu vipi. Tunaposema jambo ambalo limefanyika liko hadharani kwenye mtandao. Sijalitoa ufunguni, alijatoka ufunguni. Nendeni mkaangalie kwa Millard Ayo. Ameweka tena kichwa cha habari kikubwa kabisa. Well, ni kweli sisi tunahitaji Chadema kwenye maandamano hayo. Sio maandamano wao, sio na maandamano ya kumtoa, lakini kuna haja gani ya kuongea hayo mpaka iwe publish? Message inaenda kwa nani? Kwa faida ya nani? Ndio maswali ya msingi. Ni nani ana gain hapo? And why? Sasa ukija kusema wewe mnaongea kwa miemko, wewe njoo kuongea hapa. Sio unarukia tu unaandika messages vya kipumbavu. Tunaongea kitu ambacho kiko tayari publish hadharani kwa wananchi, public kwa watu. Ndio tunakileta, tunaongea hii koje hii. Mapenzi mnayopenda wewe, huwezi kusema kama unaipenda hii Chadema kuliko watu wengine, rafiki yangu. Lakini ushenzi tutausema hadharani. Tumekuwa hivyo, tumeanza hivyo, hatujaanza leo. Mimi Arthur anamjua, mimi nimeanza kupambana na Mbowe kabla wao wakiwa wanashikilia Mbowe.
nimegombana na huyo Arthur kweli kuhusu masuala ya Mboya. Piga left and right akiwa bado kabisa ijawa. Piga kweli. Sasa unafikiri kweli tuogope? Yani tunaposema jambo ambalo tayari limeshakuwa publish hadharani na sio kuwa publish, unaweza kaangalia kichwa cha waandishi wanachokitafuta ni kutaka kuleta kitu kwenye jamii. Yani jamii vurugike. Wewe unaweza kupiga kimya, sio kuvuruga jamii. Usituvurugie jamii. Kaa kimya. Unaweza ukakaa kimya ukaacha watu wakafanya mambo. CCM wanatafuta kila aina ya jinsi ya unawezaje kufifisha. CCM they will find anything ambao unaweza kufifisha, especially kutoka ikisikia kwamba inatoka kwa chama cha Chadema. Bwana mimi nimemaliza bwana. I rest my case. Ngoja nikasambaze ile neno sehemu nyingine. Asante Ruge. Lakini hiyo huo moto endelea nao. Ngoja tumkaribishe. Nimeona president karibu. Kabla Ruge hujaondoka. Unajua mimi nimeingia hapa nikawa nasikiliza. Na hii nataka mfikiria. Nimeingia nasikiliza, nasikia Chadema wamesema hawasupport maandamano ya Sabasaba. Ukaongelea kwa urefu, ukaongelea viongozi wakuu wanapendeza siku hizi wanafanya nini, ukaongelea kwamba inatumika platform ya chama. Mimi kichwani nilikuwa nasema Mtume Heche kafanya nini tena? Mtume Mnyika au Lema au nani? Kwa hiyo umetutengeneza kisaikolojia kwamba Chadema uongozi, Chadema yote inapingana na maandamano. Sasa kuna vitu mimi nilishawahi kusema, vita tunaianzia sasa hivi mpaka hiyo tarehe 7 tutachunganishwa sisi kwa sisi. Ma-CCM hawajalala. Unasema imetumwa Millard Ayo. Don't you think kwamba there was a collaboration kuhakikisha Millard Ayo anaruka naye? Ungeanza kwa kusema jamani fulani bin fulani anasema hivi, tukafocus kwa ile mtu kama ambavyo balozi anasema. Sasa mimi kama ningekuwa ni mwanachadema, nimekaa huko Dodoma, nimeingia Sauti ya Tanzania, nikakusikia zile dakika za mwanzo kabla video haijachezwa, nikatoka nikakwambia jamani chama viongozi hawasupport maandamano. Kwa hiyo yale tuliyokuwa napanga achana naye, viongozi wamesema hawasupport maandamano. Sikukaa muda wote kusikiliza the full length, kwa sababu wewe ulikuwa unajenga hoja kwamba uongozi wa Chadema hausupport maandamano. Juzi hapa Boniai aliitwa na akasema kabisa mimi natumiwa kwamba na coordinate maandamano. Akasema maandamano ya Tanzania mimi sijui lolote. Hakuyakana. Sasa wakati mwingine, na sasa kama ni CCM ambaye mtaipeleka hii clip yako Millard Ayo, mtakata kipande hichi kabla video icheze na kuipost Millard Ayo. Chadema wanapambana kwamba sasa hivi kuna wengine wana support, kuna wengine hawa support. Why? Ni sisi tumeikuza jambo dogo, sio dogo pasei, yani mtu mdogo ambaye hana impact kuwa sasa jambo la kitaifa. Along the way tunaenda kugombana sisi kwa sisi. Kwa hiyo lazima tuwe tunafikiria kwamba ma-CCM yako hapa chini, haya manyang'au yako hapa, yanachukua notes, yana rekodi. Na mimi sitashangaa hiyo clip yako kabla video haijachezwa inaenda inasema viongozi walaumiwa hawasupport maandamano ya Sabasaba. Kwa sababu ulikuwa unajenga your narrative kwamba mimi kwa kweli nilikuwa nakaa hapa nasema nasubiri kujua huyo kiongozi aliyetamka na amesema nini. Lakini hata sijabu hata jina lake mimi sifahamu na sijui aliongelea katika mkutano upi. And yes, watu wanakutumia. Au 100% are you sure anayekutumia kwamba hii ruka nayo bwana ana good intentions?
Kwa sababu wakati mwingine hata mimi watu wanatumia bana hii, lakini ukikaa unafikiria wewe inakuwaje out of nowhere unanitumia hii, kweli unania hii au unataka mimi niwe your bull puppet kuipeleka message uliyotaka wewe kuifikisha. Kwa hiyo ulichokuwa unakisema mimi sipingane nacho kwa major extent, lakini kama alivyosema balozi, you generalize too much. You made a case at the beginning kwa mtu ambaye ameingia tu akakusikiliza na alikuwa na dakika 5 za kusikiliza kabla ya kusikia video, akatoka anakuambia ya viongozi wote wa Chadema nasikia sasa hivi hawasapoti maandamano ya 7/7. Nani? Nimemsikia Ruge bwana anasema viongozi ndio maana siku hizi wanapendeza sana, wanang'ara sana. Inawezekana Samia kashawapitia, because that's the way how ulikuwa unajenga hoja yako. Lakini ungeanza jamani, mna taarifa moja, nimesikia fulani bin fulani mkutano fulani anasema hivi, then ukiendelea na kudeliver, that's one thing. Kwa hiyo again, sasa hivi tunakoenda watatuchonganisha sisi kwa sisi. Ndio maana hata masuala yale ya barua na nashukuru sasa hivi hakuna anayeongelea barua. Nikasema tuzarau, kwa sababu wataanza kutudivide baina yetu, tutofautiane. Kama ningekuwa mwanachadema, Miladayo akaichukua hii akaipeleka kwa wanachadema zile dakika 5 za mwanzo, na akasema Chadema hawasapoti maandamano, kuna mtu atakataa? Asema sema msikia huyu asema viongozi wote sasa hivi wanasupport, kumbe hata aliyezungumza mimi sijui ni nani. Nataka tu kuweka hilo vizuri. Asante. Naomba nimrekebishe president haraka kwa sababu kuna kitu anabidi arekebishwe haraka hapo, maana ameongea kitu ambacho sicho kabisa. President, quickly naomba nikueleze. Mimi nakupa mfano simple, very simple. Mimi nikitumia platform ya Sauti ya Tanzania kusema kwamba kama Sauti ya Tanzania tushiriki maandamano na wala hatuwezi kufanya masuala ya maandamano. Unajua nini nakuwa na target? Na nataka kutumia platform ya Sauti ya Tanzania kwa sababu inasikilizwa na watu wengi, kupeleka message yangu mimi ifike inavyofika. Watu hawatakoti kwamba yule ni Ruge peke yake. Wataunganisha watu wote kiujumla na wewe utakuwemo. Yaani ni kitu gani ambacho uelewi hapo hasa wewe? Yaani hapo hujaelewa nini kwenye hili nilichokuambia. Kwa sababu kilichotumika hapo unaiona kabisa, clip imeandikwa na imeandika Chadema hawatashiriki maandamano ya 7/7 na hawatafanya kitu chochote kuhusiana na maandamano ya 7/7. Swali ni je, kulikuwa kuna haja ya kutumia platform ya Chadema kuongea kitu cha namna hiyo? Moja, mimi nahisi ingetumika haraka kwamba no, uwezi kutumia kwa mfano kama wewe ungeniambia mimi kama ninatumia platform ya Sauti ya Tanzania kuambia watu message iweze kwenda, unaweza kuniambia Ruge uwezi kutumia platform ya Sauti ya Tanzania kuambia watu ujumbe wa namna hiyo, unatuunganisha na sisi kwenye vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo sasa message inaenda kwa wananchi kwamba wote tuko kwenye sema, wakati sio wote. Kwa hiyo huu ni mkakati wa CCM, na ndio maana tunasema hapo kuna tatizo. Na kuna tatizo moja, kuna matatizo mengi sana, wala hatuwezi kufumbia macho. Kuongea kitu kilivyo, hatutamwogopa mtu yote kumwambia kwenye hili swala hili. Kuna mambo mengi ya ajabu, lakini hili nalo ni la ajabu zaidi. Hiyo ndio tunasema president. Sasa ukisema nimegeneralize, ndivyo ilivyoandikwa. Chadema wamesema hawatashiriki maandamano. Na hii inabidi ifutwe haraka sana, wafanye press kwamba no. Sikilizeni ndugu zangu, chama kama chama, mimi kama msemaji wa chama, hii sio sisi. Hatujaandaa sisi na sio sisi. Huyu ni mtu mmoja akaongea vitu vya namna hiyo. Lakini ukiangalia back channel kuna mtu ameandika hivi, anasema hivi, ni kweli Chadema hatushiriki kwenye maandamano, hatujaandaa sisi, tuna maandamano yetu. Hiyo kweli, hiyo lugha ya namna hiyo unaona ina akili ndani yake? Ina akili ndani yake, ambapo umesimama kwenye kadamnasi na ukatangaza ukasema sisi tutapeleka maandamano hadharani kwa watu kama msipomwachia Mheshimiwa Lissu, na miezi inakatika. Kwa hiyo ni vitu viwili, na najaribu kumrekebisha na yule aliyeandika kule, kwa sababu hivi vitu lazima uvifikirie kwa kutumia akili pana. Lazima ujiongeze, usikalie kitu kimoja kwamba sasa wewe unataka kuleta sauti. Lazima ujiongeze.
kwa mara moja, alafu dokta nitakuwa ngoja. Kuna jambo nataka nieleweke. Subiri. Labda niseme neno moja tu. Mzee, subiri kidogo. Lugha inaweza kuleta manufaa na lugha inaweza kuleta madhara. Na sina sababu kwa sababu hata sasa hivi sisi wenyewe wapambanaji, wewe unajua na Ruge anajua. Saa hizi tunatumia, wengine tumetumia masaa mengi sana kupatanishana. Wote ni wapambanaji. Lakini kuna tatizo gani ukifikisha ujumbe wako kwa namna ambayo huachi jambo linaning'inia hewani? Jambo linaloning'inia hewani ndio linaloleta tatizo. Tatizo sio kusahisha. Ungekemea yule mtu labda mtu fulani wa Chadema na ungefanya utafiti ukamtaja kwa jina, sisi tusingekuja hapa kukusema. Na labda tungeongeza, labda tungetafuta background yake, ni mtu wa wapi, tukakuta labda ni mtu wa Zanzibar, tukatafuta sababu nyingine ya kumkandamiza zaidi. Sasa nimetumia mfano huo ambao wote wewe unajua, hata anajua. Tumetumia wengine, mimi hata hii sijui kama tunaelewana. Sasa hivi wengine mmetushirikisha, tuna zaidi ya wiki, nadhani karibu wiki ya pili, tunasuluhishana kwa sababu za kauli. Achana ya nje, hata humu ndani kwetu. Ileti manufaa, hainafaishi yoyote. Kuona kwamba umetumia kauli kali, kwa hiyo umeshinda. Unaweza kuona wewe umeshinda, lakini wengine wakiona kwamba hujashinda au imesababisha matatizo zaidi, na wewe kubaliana nayo. Sasa hivi tuna kauli ambazo zimesemwa, imetugawanya, imetufanya hata ile silaha yetu ya mapambano hayo ya maandamano imetugawanya kwa sababu ya kauli. Ni kauli tu ndio imeleta vurugu. Sikutaka kuisema, lakini mmenilazimisha niiseme. Na nimesema kwa sababu mimi nimeshirikishwa. Ninaacha masaa yangu ya kupumzika mchana, tunafanya kazi ya suluhu, tunatafuta watu walioko duniani ni vigumu kuwapata. Tunasuluhishana. Hivi ni kweli saa hizi kisisi, kwa nini kila mmoja asiwe makini na kauli yake? Kwa nini kila mmoja asihesabu? Sisi wengine tuliofundishwa siasa tuliambiwa hesabu maneno yako. Hiyo ndio siasa. Hesabu maneno yako yasilete madhara kwa mtu mwingine. Sasa ukikalkulate maneno yako, hutaleta madhara kwa mtu huyu, hutaleta madhara kwa wale waandishi wanaosikia hii mijadala yetu, lakini tutafanya mambo yetu, tutafikia lengo lile tunalotaka kama maneno yetu tukiyakalkulate vizuri. Dr. Slaa, mimi usipendi ubishi zaidi, nadhani hata umenielewa na Ruge pia umenielewa. Kama wengine wanaona ni sawa, mimi sina shida. Ngoja Dr. Slaa kidogo hapo, subiri. Ngoja kidogo. Dokta, nilikuwa naomba subiri kidogo. Mimi naona tunatoka kwenye mstari na tunaingizwa kwenye space ambayo hatutakiwi kuwepo. Tupo katika space nyingine sasa hivi ambao ni ushindi mkubwa kabisa ambao tumeupata katika hizi siku mbili. Ruge na watu wote wa Sauti ya Tanzania, tuzungumzie miswada hii miwili ya European Union na bunge la Senate hapa Marekani. Ruge huko Marekani, huyo mpumbavu Millard sijui nani, ako katoto kashenzi hapo. Sijui kwa nini mnakapa airtime na iko chombo chake hicho anakiita sijui chombo cha habari.
tufunge ngoja Ruge, ngoja nimalize. Mswada ni mzuri lakini maandamano inaharibiwa hapa. Nisikilize Ruge. Maandamano yapo pale pale. Itajwe Chadema, itajwe sijui nani, maandamano yako pale pale ya Watanzania. Tufunge mjadala. Tuzungumzie ushindi wetu. Tuzungumze vitu kama hivi. Huyu anayejiita waziri wa mambo ya nje anaomba kukutana na Ted Cruz. Anaambiwa hivi, msipofanya hiki na hiki, you will suffer consequences. Sio maneno yangu mimi. Tumpelekea maneno alafu ajiulize ametoka wapi, wakati sisi hatukuwepo chumbani pale. Na akitaka proof, tunaweza tukamletea proof. Period. Chadema tuachane wafanye mambo yao. Wanafanya vizuri kweli. Na sisi huku Ruge tuendelee na mambo yetu. Hivi vita nilishazungumza miaka karibia mwaka wa 4 huu. Tunawaweza nje ya Tanzania kuja kuwapigia pale Tanzania. Endeleeni, asanteni sana. Habari zenu wakubwa. Naomba kuongea. Mafia samani, umepanda muda sio mrefu. Watu hapa juu muda mrefu hawajazungumza. Tunataka kuna vijana TikTok wanataka kusikiliza na kuuliza. Ndio maana mimi nimepanda hapa niunganishe. Ndio maana nilikuwa naomba ridhaa yenu. Ni nasikiliza. Kuna watu karibia 65 TikTok wanasikiliza. So wanataka kujua na kusikiliza. Waunge. Ruge na brother waunge wanajua. Waunganishe. Okay, sawa. Okay, naweza mkaendelea. Walete na kaka Ruge bwana, hii kama alivyosema Patrick, tumefunga huu mjadala. Kakangu hapa President kusaidia na Dr. kama hujaelewa basi. Lakini unajua unapokuwa kiongozi jaribu kufikiria kile ambacho tunawasilisha kwa jamii. Hasa kipindi kama hiki kama ilivyoambiwa. Kwa hiyo mjadala umefungwa. Hakuna cha kujitetea hapa wala hakuna cha kuendeleza kuleta kelele. Twendeni TikTok tuwasikiliza wanasemaje Sabasaba. Na sisi tumejiandaje kama diaspora kuandaa ama kusaidia Sabasaba. Kwa hiyo nafikiri ni jambo jema. Walete Mafioso walete TikTok tuongee Sabasaba. Asante sana. Nashukuru my dada Naomi. Basi tunaendelea na wachangiaji ambao walikuwa wameshapanda juu hapa. Usifanye mjadala ukawa mpana sana kiasi kwamba tukawafanya watu wakashindwa kuchangia. Kaka Emmanuel Katili yuko hapa juu, dada Naomi yupo, anafuata Kit Maria, kaka Bia yupo, Dr. yupo, Nazareti amekaa muda mrefu sana. Lakini mkaribishe Emmanuel Katili. Alafu tuendelea na wengine. Emmanuel Katili, karibu. Asante mtu mkubwa. Dada Naomi amefunga huu mjadala na mimi nisingetaka kutoa heshima uamuzi wake, ila kuna kitu kimoja nataka niongee. Kwenye hii vita kuna strategy tofauti na kuna team tofauti zinafanya kazi tofauti. Kwenye social media kuna wahamasishaji, kuna wapambanaji ambao wanafanya kazi ambayo mimi sifanyi. Na mimi kuna kazi ambazo nazifanya ambazo kuna watu wengine hawazifanyi. Sasa iko hivi, mtu anayekuwa anafanya kazi fulani, kuna vitu vingi ambavyo anaviona ambavyo mtu ambaye afanya ile kazi havioni.
Kwa mfano, tunapokuwa tunaongea na channel zetu za watunga sheria hapa Marekani, kuna vitu ambavyo tunakuwa tunaangalia vinaendelea kwenye ground Tanzania, na kuna kitu kikifanyika naweza tukasema hiki kinaharibu hata harakati zetu tunazojaribu kufanya sasa hivi hapa, au kinazisaidia. Kwa hiyo naweza nikawa kwenye position ya kuona haraka ni kwamba kuna kitu fulani kimefanyika ambacho watu wengine mnaona cha kawaida. Mimi nikakwambia hiki kitu sasa kinatuharibia hii effort yani ambayo tunaifanya sasa hivi. Kwa hiyo mimi huwa naheshimu sana wapambanaji wanapokuja wakiwa wamekwazwa labda na jambo fulani, kwa sababu wanajua katika mazingira yao ya upambanaji ili jambo linafanya effort zao ziwe ngumu zaidi, yani wapate wakati mgumu sana wa kuconvince, kama walikuwa na convince watu au kama walikuwa na andaa strategy, wanaona kwamba inawaletea ugumu. Kwa hiyo unaweza ukaona mtu anakuja yuko frustrated, ni kwa sababu yuko kwenye hiyo position ya kuiliona hilo jambo tofauti na wewe unavyoliona. Na kuna mambo ambayo yanahitaji precision, umakini wa hali ya juu sana, na kuna mambo yanahitaji precision. Kwa sababu ili uwe na precision ya hali ya juu unahitaji muda wa kujiandaa, muda mwingi sana. Unahitaji kufanya uchunguzi, unahitaji kufanya investigation, ila kuna situation ambazo hazikupi hiyo nafasi ya kuwa na muda wa kufanya investigation, wa kufanya huo makini wote unaotaka, kwa sababu muda haupo. Kwa hiyo kwenye operation yoyote huwa kuna vitu unaweza ukavifanya kwa precision ya hali ya juu, na kuna vitu unavifanya hata kama hujafikia ile precision ambayo unahitaji, kwa sababu una time limit. Sasa criticism ni kitu kizuri sana katika maisha, na viongozi wetu wasiogope wala wasikatishwe tamaa na criticism. Zinatusaidia kujua makosa yetu, na vile vile zinatusaidia kuelimisha wale wanaotukriticize, wapo wanatukriticize yani kimakosa, kwamba hapana umekosea, hiki kilichosema sio kweli. Kwa hiyo kwa vyote vile utakavyoangalia criticism inasaidia. Na mimi nimeona mabadiliko makubwa sana ya viongozi wa Chadema. Kipindi cha nyuma nilikuwa very frustrated na viongozi wa Chadema, lakini through criticism za watu tena ambazo zinafanywa kwenye public, nimeona viongozi wetu wamebadilika. Yani sasa hivi tuna viongozi wako vizuri sana, wamesimama na wananchi. Mwanzo walikuwa na yumba mno, walikuwa na yumba kwa sababu walikuwa hawajui wananchi wanataka nini, ila kwa sababu wananchi wanaongea kwenye public sasa hivi, hawajifichi, hawaogopi kuongea na viongozi wao, hawaogopi kuonyesha frustration. Viongozi wanajua wananchi wanataka nini na wao wanabadilika. Kwa hiyo ndugu zangu, tusifikiri migongano hii kusemana au nini kwamba inatu weaken. Mimi naamini inatufanya tunakuwa strong zaidi. Sasa hilo niliachia hapo. Tarehe 7 ndugu zangu ni muhimu sana. Tarehe 7 ni muhimu. Haya matukio yanayotokea kwenye nyanja za kimataifa yanatuthibitishia tena kwamba hawa watu hao waliojipachika madaraka wamekataliwa na dunia. Sasa kama watu wa nje, watu ambao sio wa Tanzania, watu ambao wakiamua kuwa upande wa hawa wauaji watanufaika, lakini wameignore hivyo vitu vyote, wameamua kuwa upande wa wananchi kwa sababu wameona yale mambo yaliyofanyika Tanzania ni mambo ambayo hayakubaliki kidunia na kibinadamu. Sasa kama hao wameamua kufanya hivyo, wewe Mtanzania, kwa nini una doubt? Kwa nini bado unajishuku kwamba unachofanya sio sahihi?
ni lazima tuendelee kupambana na hao watu. Nimefurahi sana kuona matukio yote makubwa yanatokea kwa wakati mmoja. Sasa mtu anaweza kana fikiria kwamba ni bahati mbaya. Hizi ni coordination. EU wanaongea, US wanaongea. Hizi ni coordination. Na coordination ambazo zinatuthibitishia kwamba tuna support kubwa. Na hao wauaji, ndugu zangu, hawajanyamaza. Wanapambana. Wanajaribu kuangalia weakness yoyote wanayoweza kuipata kati yetu, watugawe. Nilishasema hapa na narudia. Hawa jamaa wanatutafuta kila siku kwenye diaspora. Kila siku inayoenda kwa Mungu. Wanakuja viongozi wenyewe, tunawakimbiza. Wanatuma maajenti wao ambao wako Tanzania, tunawakimbiza. Wanawatuma madiaspora njaa, na waita diaspora njaa. Ukiwaona wamevaa suti nini wanapendeza, na wengine wameenda shule, lakini wana njaa. Kwa sababu mtu ambaye una njaa na una akili timamu huwezi kujishirikisha nao wauaji. Wanawatuma nao, wanajaribu kutoa approach huko. Wanafikiria kwamba tunaweza tukawasaliti wa Tanzania. Hatutawasaliti wa Tanzania. Na ninaposikiliza criticism za Kakaruge, yani ndo kabisa na solidify ile nani yangu kwamba siku criticize wa Tanzania, nikisaliti wa Tanzania, naisikia kabisa sauti ya nani ya Kakaruge kwenye masikio yangu. Kuna mambo jamani yanaendelea kwenye background. Kwa hiyo mimi napoona watu wanakuwa na wasiwasi, wanashuku, wanafanya nini, mimi si nani. Yani nasema hicho ni kitu chema kabisa, kwa sababu kuna ujinga mwingi yani hao wauni wanajaribu kufanya. Wanafikiria wanaweza wakamwike ni mtu kwenye chama cha, na naamini hivyo kwa sababu kama wanafanya hivi kwetu sisi watu ambao hatuko ground, hatuko Tanzania, ni vitu gani wanajaribu kufanya kwa watu ambao wako pale nyumbani Tanzania? Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kusimama. Wasiwasi ni ujanja katika hili swala. Ukiona katili haeleweki, anaanza kubadili misimamo, njoo kabisa public, yani nipige hapa public. Nitakuja nitajieleza. Usikae kimya, yani na wala usifikirie kwamba katili nikimsema hivi hata nani atakasirika. Hapana. Haiwezekani damu za Watanzania watu wengine wazitumie kwa manufaa yao. Hicho kitu ndo tunakikataa hicho. Hicho kitu tumekikataa. Haya ma-CCM haya yanaokoteza hata kitu kidogo sana wanachoweza kukipata, wakitumie kujaribu kujitoa kwenye kitanzi. Ule mswada wa Marekani ule, sasa hivi wamekamata kitu kimoja ambacho kinasema yani kufanyike nani reconciliation. Na anasema mnaona Marekani wako na Samia wanataka mazungumzo. Hiyo Chadema na wanaharakati hawataki mazungumzo. Sasa mtu yoyote ambaye mwenye akili timamu anajua kwamba unapokuwa unasoma sheria, maana yake ule mswada unakipitishwa inakuwa ni sheria. Usomi mstari mmoja wa sheria yani ukasema hiki ndio kitu ambacho kinatakiwa. Sheria unaisoma katika ujumla wake. Sasa ule mswada ule unaongelea ni mambo mengi sana, lakini kikubwa zaidi unaongelea watu walioua wa Tanzania kuchukuliwa hatua.
Sasa leo hii mtu mwenye akili timamu anawezaje kufikiria kwamba katika situation ambayo kuna mtu ameua na mswada unasema wachukuliwa hatua, alafu mswada huo ukasema yafanyike mazungumzo, kwamba mazungumzo yanaweza yakatangulia kuwachukulia hatua wauaji? Yaani kwamba unaingia kwenye mazungumzo na wauaji, halafu hiyo step sasa ya kuwachukulia hatua utaifanikisha vipi kama wauaji ndo sehemu ya mazungumzo? Kuna mtu kwenye mazungumzo, yani anakubali kuingia kwenye mazungumzo ambayo ya yeye kwenda kunyongwa? Yani muingie, mkubaliane, mliziane kwamba sasa nyinyi nendeni mkaninyonge mimi. Kwa hiyo Watanzania tunaposema huu sio wakati wa maridhiano, ni kwa sababu tunajua kwamba kuna watu ambao wameshiriki kutufikisha hapa tulipofika. Hawa watu ni lazima wachukuliwe hatua kabla hatujaingia kwenye mambo ya kuanza kuzungumza. Hakuna mtu ambaye hataki kuzungumza. Tunasema walioua wa Tanzania, haiwezekani wao ndo wanatengeneza vyombo vya mazungumzo. Kwa hiyo ndio maana hata European Union wakasema serikali haijachukua hatua zozote za msingi. Wanachomaanisha, alafu serikali inakuja kujitetea inasema tumeunda, rais kaunda tume sijui, na sasa hivi ameunda nani nyingine kwa ajili ya kuchunguza hizo criminality. Wanachoshindwa kuelewa, hizo zote hazitambuliki kwa sababu aliyeziunda ndiye mtuhumiwa. Kwa hiyo hizo ni irrelevant. Aliyeziunda hana mamlaka ya kisiasa kwa sababu hakuchaguliwa na wananchi. Kwa hiyo wao jamaa wanajitoa akili, lakini wakati wanajitoa akili wanakuwa nafikiria kwamba na Watanzania hawana akili. Kwa hiyo wanaleta hizi argument tu ambazo zinania has make sense. Tukae tuzungumze. Nazungumza na nani? Jizo linakuja linakuibia nyumbani kwako, linaua watoto wako. Halafu eti linakuja linasema sasa tukae tuzungumze. Kwa hiyo mahakama zimewekwa kwa ajili gani? Jela zimewekwa kwa ajili gani? Kama tutakuwa tunakaa na wauaji tunazungumza nao, muuaji kwake ni mahakamani, muuaji kwake ni jela, muuaji chake ni kitanzi, sio kukaa kwenye meza mazungumzo. Tukisha root out wauaji tukaweka pembeni, watu wema watakaa watazungumza kwamba tunaitaka Tanzania ya aina gani. Chadema ni chama cha siasa, lakini kwa siasa zinazoendelea Tanzania, Chadema kimelazimika kuwa chama cha watu. Wote mnajua Tanzania, kwa kusoma maandishi, kuna vyama vingi vya siasa, sijui 19. Lakini hivi vyama vingine sio vyama vya siasa, sio vyama vya Watanzania. Watanzania wameichagua Chadema kuwa chama chao. Kwa hiyo uwezo Chadema inawataka Watanzania au haiwataki, ijue kwamba Watanzania waishaichagua yenyewe kwa sababu hawana option nyingine. Kwa hiyo tunatakiwa balance cooperate kama chama cha siasa na balance cooperate kama chama cha wananchi. Wananchi watakuja na mipango yao. The best Chadema inaweza ikafanya ni kukaa kimya.
Tusiruhusu hata siku moja kwenye platform za chama chetu kiongozi yoyote au mwanachama yoyote kutoa kauli ambazo zinapingana na wananchi wanachotaka kufanya. The best we can do is just to remain silent. Tukakaa kimya kama tulivyofanya kwenye maandamano ya Oktoba 29. Hakuna mtu atakayewalaumu, ila tusitoe kauli yoyote ya kupinga au kusema wanachofanya wananchi sio cha kwetu, kwa sababu chama chetu wananchi wameamua, hiyo ndo platform yao. Ila ndugu zangu, tunaenda kushinda hii vita. Tunaenda kushinda, na watu wako desperate. Yani wako kila siku, wako Ulaya, wako hapa US. Ila kinachotia matumaini, hakuna ofisi yoyote ambayo wameitembelea hapa US ambayo imeweza kuandika hata statement moja kwamba jamaa wameongea kitu ambacho kina make sense. Hakuna. Hawana uwezo kwanza wa kuongea. Hizo ndio taarifa ambazo tuko nazo. Hawawezi kuongea. Ni watu ambao hawana uwezo. Namba 2, hawana facts ambazo zinapingana na facts zetu. Hawana. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo tutashindwa kwa kuzembea sisi wenyewe. Dr. Patrick amesema tu concentrate kwenye haya mambo mazuri ambayo tumeyapata hii wiki. Ni mambo mazito. Ni mambo ambayo mimi mwenyewe yani yamenifurahisha sana. Lakini ndugu zangu, nataka kuambia, tusipopambana sisi wenyewe pamoja na haya mambo yote mazuri, tusipopambana sisi wenyewe wa Tanzania, hatutoboi. Hii dunia leo hakuna mtu ambaye yuko tayari kumsaidia mtu ambaye hajisaidii. Hiyo haipo. Marekani alitaka kuwasaidia wa Iran. Wa Iran wakazidiwa na madikteta wao, wakashindwa kutoka, wakaogopa kutoka. Marekani sasa hivi ana negotiate na wauaji. Aliwapa wananchi muda, aliwapa mabomu walioyataka, lakini waliogopa kutoka. Kwa hiyo tusije tukafikiria situation ya Tanzania itakuwa tofauti. Tusipotoka, hakuna msaada wowote utakaotoka nje ya nchi ambao utawaondoa hao wauaji madarakani. Haupo. Na tofauti na Iran, sisi hawa madikteta wetu, uwezo wao katika kila kitu ni mdogo. Bunduki walizokuwa nazo ni chache, risasi walizokuwa nazo chache, mapolisi, wanajeshi waliokuwa nao namba ni ndogo, ambaye haiwezi kabisa kukava Tanzania nzima. Na ndio maana Oktoba 29 watu kujitawanya tu ili wachanganya, na hiyo haijabadilika. Tukifanya tulichokifanya Oktoba 29, situation itakuwa vivi. Hawana uwezo wa kukabiliana na sisi.
Tunavyozidi kuchelewa yataendelea kujiimarisha zaidi. Nilikuwa naangalia hata recruitment kwenye mambo ya jeshi na polisi, wanazidi kuongeza namba. Lakini kwa sababu hawana hela, hata namba zenyewe sio significant. Ila dictators ndo walivyo. Wakishaingia madarakani, wakishaamua kwamba wataongoza nchi kwa mkono wa chuma, huwa wana spend more kwenye ulinzi. Kwa hiyo wanakuwa wanaongeza budget, wana recruit more wanajeshi, mapolisi na nini. Sisi nchi yetu haijafika huko. Kwa hiyo tuna opportunity ya kipekee. Tukiamua Watanzania, tukiamua kuingia barabarani, support ya kimataifa tunayo, haya majamaa tunaenda kuyashinda. Naomba nirudishe microphone ili tuendelee na mjadala.